ukaanguka katika mikono ya wanyang'anyi. Shano nindu taka nindu fita maganya ninde wiganyira nindu fiti nguma zitagira mbamvu nindu tukuza maso bese ninde maana adui wanizunguka mie. Mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana, sijui na wewe utamtumikia nani? Waisraeli walichagua vema, sijui na wewe utamtumikia nani? Jiamini kwako baba yangu, jiamini kwako mama yangu, chagua. Wakati wa Yoshua walichagua kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Mara tena tunawasalimu katika jina la Yesu. Mimi ni mtumishi wa Mungu, Pastor Mungu iko Ruhaya, nikija na kwaya letu Tumaini kutoka kanisa letu la Sepak Uganda Mission lipatikanalo hapa nchini Uganda, district ya Chegegwa Chakatu. Na shukuru mara tena kuja mbele zenu na kwaya hili ambalo sisi ni wainjilisti wa habari njema kupitia nyimbo mbalimbali. Ndani yake muna nyimbo za faraja, muna nyimbo za kukuhimiza, muna nyimbo za kukutia moyo. Na kikweli hii ndiyo albumu yetu ya kwanza ambayo inaitwa Msamaria Mwema. Msamaria Mwema imepatikana katika Biblia, ambayo inamaanisha hata Yesu mwenyewe ambaye alitufia kama Msamaria, bila kuona hali, bila kuona urefu, bila kuona kabila wala rangi ya mtu, akatufia sote. Kwa hiyo albumu yetu inaundwa na nyimbo 10 tofauti ambazo zina mafundisho tofauti mazuri. Nyimbo ya kwanza inaitwa Mimi na nyumba yangu. Mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana, sijui na wewe utamtumikia nani? Alivyosema Yoshua mbele za Waisraeli, akitaka tu kuwahimiza ya kwamba hebu wamtumikie Mungu, na wasipotaka kumtumikia yeye na nyumba yake, ameamua kumtumikia Mungu. Wimbo wa pili inasema mwamba uliopasuka. Mwamba uliopasuka, ndani yako nijifiche. Huyu ni Yesu pekee ambaye ndiye mwamba uliopasuka,
na tumeazimika sote kujificha ndani mwake, sawa vile mwamba uliopasuka. Wimbo wa 3 inasema amtumainiaye Mungu. Sitakufa bali nitaishi, nitangaze makuu ya Bwana aliyonitendea kwa mwaka wa. Biblia inatuambia katika Zaburi ya kwamba wamtumainiao Bwana ni kama mlima Sayuni usioweza kutikisika. Ndivyo alivyo yeyote amtumainiaye Mungu. Wimbo ya kufuata inasema Sauli alitesa kanisa. Sauli alitesa kanisa, Wakristo walihangaika. Kweli pana watu wengi wana makusudi ya kutesa kanisa, ya kutesa watu wa Mungu. Alafu wimbo inatuonya, inatushauri ya kwamba tusiwe miongoni mwa hawa, lakini hebu tuwe na shauku sote ya kutumikia Mungu pasipokuwa na nia mbaya ya kulitesa kanisa. Wimbo inayofuata ni katika lugha ya nyumbani, inasema reka kusiga ibyondo. Hii ni lugha ya nyumbani. Nindubonyishano nindutaka nindufita amaganya ninde wiganyira nindufita. Inataka tu kukuambia kwamba acha kujipagaa matope wewe. Toka katika maovu, kimbia maovu ili ujifiche ndani ya Yesu. Inayofuata inasema usicheze na mnafiki. Mtu akikupenda sana, mwisho akikukataa, hasira yake ni mbaya sana. Usicheze na munafiki ule, amejifananisha kama kondoo, kumbe ndani mwake ni mbwa mwitu. Amejifananisha kama ndugu. Hebu dunia imejaa wanafiki. Mtu aweza kuonekana ni rafiki, lakini kumbe ukimchunguza kindani utakuta ni mnafiki. Alafu wimbo inatuonya kwamba angalisho sana na mnafiki, usicheze na mnafiki. Ifuatayo inatueleza juu ya ndoto za mfalme Nebukadneza, jinsi alivyoota ndoto ambazo zikachanganya hata watu. Nebukadneza aliota ndoto na roho yake ikafadhaika, usingizi wake ukamwachanga. Ndipo akaita waganga na wachawi ili wacheke wamtafsirie ndoto zile. Ndipo akaita waganga na wachawi ili wacheke wamtafsirie ndoto zile. Wimbo ya mwisho ambayo inakuwa karibuni mwisho na ndiyo karibu jina la albamu yetu inasema Msamaria Mwema. Lakini pamoja na hiyo kuna wimbo fupi ambayo inatuonya sote kwa Wakristo wa nyakati hizi za sasa. Inasema sababu ni korona. Umeniweka huru Yesu wangu, hea umeniweka huru, nakupenda sana. Magonjwa yalipotokea coronavirus, Wakristo walianguka, waimbaji walianguka, mapasta walianguka. Pana wengi wamechanganyikiwa, wengi wameenda mbali na wokovu, wengi wamekana msalaba,
Ukiwauliza watasema sababu ni korona. Hebu mpendwa, isingelikuwa sababu, korona isingelikuwa kisingizio, lakini hebu tungesimama imara, korona iwe isipokuwa, hebu Mkristo atasimama tu imara. Na ya mwisho ndio inachukua jina la album, inasema Msamaria mwema, sawa na jinsi tumeeleza mbeleni. Ujumbe wetu hauchagui rangi, hauchagui kabila, hauchagui mpaka wote wa nchi, lakini ujumbe wetu ni kwa kila anayetufuata. Lengo kubwa ni kwamba yeyote atusikilizaye, atufuataye kupitia nyimbo hizi, ikiwa bado hujamkabidhi Yesu maisha yako, hebu fanya haraka, maana muda wetu umewadia. Muda wetu umekaribia wa kwenda huko kwetu jamani. Kwa hiyo basi tunawashukuru wapendwa wasikilizaji wetu, tukiwatakia pia kusikiliza nyimbo zetu kwa shauku kubwa, kwa furaha kubwa. Mkizisikiliza vema, naamini zitaweka kitu kuwatosha mahali na kuwapeleka mahali. Ilikuwa ni kwaya letu kubwa Tumaini kutoka kanisa letu la Sepak Uganda Mission.